Yeza once again tena kitani kwako. Kumbuka inaitwa Msanue Kijana. Leo nakutana na mwanangu sana, anatuambia anaitwa nani na mishe gani ambayo anafanya, lakini pia atatupa ufupi yeye ni nani na ana mchango gani kwenye jamii. Mwanangu, mambo vipi? Fresh kama kawa. Fresh, mambo yanasemaje? Good kabisa kama unavyotuona, afya tele. Sasa tunakufahamu kwa majina gani? Mimi kwa majina naitwa Christian Alilikaya. Sasa Likaya, hebu tupe historia yako fupi tu, yani hadi umefika hapo, issue zako fupi, yani historia yako fupi short. Historia yangu fupi, kwanza kabisa nianze na sehemu ambako nimezaliwa. Mimi ni mzaliwa wa Morogoro. Kule nimesomea kule, maisha yangu yote ni kule, ila huku nilikuja tu kwa sababu huku ni kwa upande wa mama, pia ni kama nyumbani. Kwa baada ya kufika hapa nikutana na watu wengi mbalimbali na nini, kwa nikajikuta nimeingia kwenye masuala ya ujasiriamali, na ndio kitu ambacho naendelea nacho mpaka sasa. Namshukuru Mungu pia kwa hilo. Napambana, maisha kama hivyo yanaendelea, ududu mwingi yani. Tunamfahamu vipi Christian Likaya kwenye jamii? Ni mtu fulani hivi ambaye ana makuu. Uzuri wewe ni rafiki yangu, unanielewa vizuri na maanisha nini, kwa sababu tumekaa pamoja, unanijua vizuri. Sasa Likaya, kuna issue moja ndio kwa sisi vijana ambao, yani kwa vijana wengi inakuwa inapendeza, lakini ukiangalia kwa jamii inakuwa ipendezi. Unamshauri nini kijana wa sasa ambaye anafanya kitu yeye anaona ni sahihi lakini inakuwa sio sahihi kwake? Kikubwa ninachoshauri ni kwamba waepukane na makundi, kwa sababu vijana wengi wanajikuta wanapotea kutokana na makundi. Umeona, wajitahidi wajiunge na makundi ambayo yani wajiunge na wale marafiki ambao wenye future. Umeona, kupitia hilo nadhani tutaibua vijana wengi ambao watakuwa na maarifa kwa kufuata watu ambao wamewazidi. Sio leo hii kijana anajiunga na mtu ambaye yani ana maadili mema. Kwa mwisho wa siku, kama unavyojua, ukitembea na mwizi na utakuwa mwizi. Tembea na mtu ambaye mwenye akili timamu, ambaye mwenye future, basi ataendelea. Sasa kuna swala linakuja kwenye swala la ajira. Vijana wengi wanaikuta ni wengi wale ambao wamesoma, lakini pia kwenye elimu yao wameshindwa nini wafanye, kutokana na wametumia muda wao mwingi kwa shuleni, lakini wakifika mtaani wanakuwa ni watu ambao ni watu wa nyumbani tu, hawana ile ya kufikiri kwamba nifanye ajira gani, nijiingize kwenye lipi, nifanye lipi. Sasa watu kama hao, hebu unawashauri vipi, au unawaambia nini, au unawapa njia gani ili na wenyewe waone mwanga, waje wafanye kitu ambacho kinaonekana kwenye jamii na sehemu nyingine? Ninachoshauri ni kwamba wajaribu kujikita katika fani tofauti tofauti, yani wasishiri kwa kitu kimoja. Mfano, unakuta kijana labda amesomea kitu fulani, umeona, asitegemee tu kwamba kile kitu ambacho amejifunza nacho basi ndio nini. Mfano kama mimi fani yangu kubwa ni umeme, umeona, lakini mwisho siku mpaka leo nimejikuta nipo kwenye masuala ya masimu laini na nini, umeona. Lakini ningesema eti nijikite vile vile kwenye umeme tu, ni bendi sehemu moja, sidhani kama ningefikia hapa, umeona. Kwa nachoshauri wao wanajaribu vitu mbalimbali, wasijikite kwenye kitu kimoja tu kile ambacho yeye amesomea. Hapana, ajaribu kitu tofauti tofauti. Sasa neno moja kwa mtu ambaye anakuangalia sasa hivi hapa, labda la kumtia moyo na kumpa nguvu apambane, awe mpambanaji kama ulivyo wewe, na kwenye njia ambazo umepita, labda sio njia zako, labda kwa njia zake. Hebu mtie moyo kijana ambaye anakuangalia leo na ambaye anatamani kesho yake iwe njema na nzuri kama vijana wengine. Angalau wewe ni mtu ambaye umeonyesha mwanga.
Sasa waige mifano yako, hata kama wasipokuwa wewe, wawe wao, lakini kwa njia ambazo unajua akipita hapa, akienda hapa, anaweza akafanikiwa. Ninachoweza kuwashauri vijana wenzangu, tupambane, maana siku zote maisha yana extra time kama mmoja anaosema, na hiki kipindi ndo kipindi ambacho cha sisi cha kupambana, kwa sababu bado tuna nguvu, umeona. Kwa tupambane tuweze kuzifikia ndoto zetu. Ni hilo tu ambacho naweza nikashauri vijana wenzangu. Bwana, kumbuka ni NB Kitaa, kumbuka nilikuwa na Christian Likaya. Amesema maisha hayana extra time, si ndio? Kijana, pambana, fika malengo yako, lakini kumbuka usisahau kusubscribe channel yetu Nyasa Boy. Asante, chao.